kabisa. Arsenal wameangalia tu maeneo wanahitaji kuyafanyia kazi. Mwaka jana wamedeliver kwenye set pieces. Si Nikojova yuko pale? Nikojova alikuwa specialist. Ndio kocha wa set pieces. Alikuwa pale. Msimu uliopita Arsenal wamedeliver kwenye set piece. Tumefanya kazi yetu, inaendelea na msimu huu anaendelea pale pale walipoishia. Arsenal msimu huu wana special program nzuri na wana kocha mzuri kabisa na amewahi kupita kwenye vilabu vikubwa. Mmoja kati ya defenders waliokuwa hatari, Gabriel Heinz. Yuko pale kocha wa nini? Wa defense ya Arsenal. Kocha wa walinzi wa Arsenal the Gunners. Kwa hiyo huenda ndio hiki ambacho tunakishuhudia sasa hivi kwa Arsenal. Vitu vinaenda kwa process. Arsenal the Gunners ni miongoni mwa timu ambazo msimu huu wamefanya usajili wa maana sana kwenye eneo la defenders. Sawa? Pamoja na msimu uliopita. Angalia. Miongoni mwa wachezaji waliofanya vizuri kwenye Euro msimu uliopita kwenye eneo la ulinzi akiwa na national team ya Italy ni Riccardo Calafiori. Arsenal wamemchukua yule mchezaji. Wamemofload nani? Alexander Zinchenko aliyekuwa na makosa kabisa. Yes. Arsenal imepata Julian Timber. Sawa? Wanaye kwenye lile eneo. Kumbuka kabla ya Julian Timber alikuwepo Ben White na alikuwa performa mzuri tu kwenye lile eneo. Arsenal waweka pembeni wakina Kieran Tierney kina nani si hauja perform tumbukoka pembeni. Hawa waliobakia ni washindani sahihi wa nafasi. Halafu msimu unaanza, nani ambaye alikuwa anajua Arsenal wataenda sokoni kwa ajili ya kusajili walinzi? Watu walikuwa wanajua Arsenal inaenda sokoni eneo ambalo Arsenal inabidi isajili kule kwenye striker. Angalau na winga ya kushoto huko alikokuwa anacheza Gabriel Martinelli. Lakini story ikawa tofauti kabisa. Arsenal the Gunners wameenda kati ya sajili ambazo wamezifanya baada ya kupata tu mshambuliaji. Ilikuwa ni usajili wa Mosquera. Usajili wa kwanza ulikuwa ni wa Mosquera kama mlinzi wa kati. Yes. Baada ya hapo Arsenal wameinvest, wameenda Bayer Leverkusen na wamemchukua Hincapie. Umeelewa? Miongoni mwa wachezaji ambao wamefanya vizuri na klabu ya Bayer Leverkusen pamoja na Hincapie. Sasa angalia Arsenal wanachokifanya. Wale wachezaji waliokuja wanatafuta nafasi ya kuingia kwenye timu. Waliopo wanatafuta mafanikio kwenye timu. Umeelewa? Walioko wanaandika maki yao. Mfano Gabriel Magalhaes kumwangalia sio miongoni mwa watu ambao unazungumza sijui walinzi bora au mzungumzi Gabriel Magalhaes, lakini ndani ya miaka hii miwili story inabadilika. Unamzungumza Gabriel Magalhaes. Msimu uliopita watu walikuwa wanazungumza kuhusu William Saliba. Msimu huu story imebadilika. Kwa Arsenal wana product ya karibia maeneo mengi sana wanayofanyia kazi yana deliver. Alafu kumbuke katika hizo timu zote unazozungumza Arsenal ni miongoni mwa timu ambazo zina golikipa mwenye uwezo mzuri sana kuzuia mashuti. Ukienda hata kupiga hesabu ya mashuti ambayo anazuia David Raya, kwenye mechi ambazo unajua Arsenal wanapoteza, sijui unakuta ndio hizo mechi na Man City, mechi kama ile ambayo wamecheza na United, ukimwangalia David Raya ana step up kwenye ile michezo ambayo Arsenal wanamhitaji. Achana na safu na ubora wakina Mosquera, wakina Calafiori, wakina Timber wanavyocheza defensive solidity yao, achana nao. Nenda mtazame pia David Raya peke yake. Alafu sasa jumlisha na kwamba hawa watu wanakaa chini kwa ajili ya kufanya mazoezi na kutrain namna gani ya kudefend against hizi team. Arsenal wanajua ubora. Hii kitu washai kusema Sir Alex Ferguson. Alisema hivi, safu ya ushambuliaji iliyo bora itakupa alama 3 kwa maana ya kushinda mechi. Si mnafunga? Tutapata alama 3. Lakini wanaolinda ndio wanakupa kombe kabisa. Arsenal the Gunners wanajua kati ya vitu ambavyo wanatakiwa kumaintain ni kutokuruhusu kufungwa magoli mengi, kwa sababu unaporuhusu kufungwa magoli mengi kuna wastani mdogo sana wewe kupata hayo magoli ili ushinde mechi. 88.5 Shamba FM.